Jambo la kwanza, maombi yasiyo na majibu ni kwa sababu Mungu anaona kabisa akikupa hiki hautofika nacho hata mwezi ujao, kwa sababu hauna ujuzi. Kwa hiyo unakuwa na maombi ambayo hayana majibu, maombi ambayo hayana matokeo. Jambo la pili, unakuwa unachoka kiroho. Yaani unapopata kuomba unasema kwamba mbona kama Mungu hanijibu, anaweza hata akaacha wokovu. Kumbe shida sio kuomba sana. Shida ni wewe kufahamu hilo eneo. Ukishafahamu hilo eneo, ukiwa na maarifa katika hilo eneo, basi kupitia hayo maarifa Mungu anakujaza roho yake. Jambo jingine ni kwamba kutokuaminika na wengine. Niliwahi kumsikia mtumishi mmoja akawa anasema kwamba yani mimi kumchukua mlokole niweze kufanya naye kazi, kiukweli sitaweza kufanya hivyo. Au nimchukue mlokole niweze kumkopesha hela yangu, sitofanya hivyo. Kwa sababu gani? Wao wanaamini kila kitu tu ni kuomba. Mtumishi, sijui tuombe biashara itaweza kufunuka. Sijui mtumishi, tuombe ili tuweze kupata fedha, nitakulipa. Akawa anasema kwamba siwezi kufanya hivyo. Ni jambo ambalo linaonyesha kwamba kutokuaminika katika maeneo hayo ya kazi au biashara. Kwa watu waaminiki. Mtu anategemea kwamba akisema kwa nini leo hatuna wateja, uwe una mawazo ya kwamba kuna jambo 1 2 3. Na kitu kingine ambacho sisi kinatuongezea kama tukiwa na maarifa mazuri katika eneo la biashara ni pale ambapo watu wenye biashara hizo au wenye kazi wanatuamini kwa sababu wanajua kwamba ni waaminifu. Tuna hofu ya Mungu ndani yetu. Sio rahisi kuweza kuiba, sio rahisi kuweza kuchukua fedha zao kwa sababu wanaamini kwamba ni watu wa Mungu. Lakini kama tunaaminika katika eneo hilo, alafu hatuaminiki katika eneo la practical, yani biashara, kuleta wateja, kuongeza mapato, kama tuaminiki katika eneo hilo ni sawa na bure. Na ndio maana inakuwa ni jambo la kwamba mtu anakosa fursa, kwa maana ya kwamba wakati tunatafuta na tunaendelea kutafuta maarifa ya kimungu, basi pia tuendelee kutafuta namna utendaji mzuri katika maeneo ya kazi. Tumalizie katika kitabu cha Nehemia sura ile ya 4 na ule mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, bali sisi tulimwomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Nabii Nehemia hata katika kuomba na unabii wake wote bado alihakikisha kwamba aweke walinzi katika lile eneo ambalo walikuwa wanajenga ule ukuta. Kwa nini? Kuomba tu haimaanishi kwamba ndio wezi hawatokuja nyumbani kwako. Kwa sababu umeacha mlango wazi lazima tu utawatamanisha watakuja. Sio kwa sababu umeomba eti ndio Mungu atakulindia afu umeacha mlango wazi. Hapana, ni maarifa ya kawaida kabisa ambayo mtumishi anasema tulimwomba Mungu lakini bado akaweka na walinzi. Kwa hiyo unapotafuta kujua ukuu wa Mungu lazima pia utafute practical knowledge ili ukuweze kukusaidia katika eneo fulani la maisha, eneo fulani la kibiashara, eneo fulani la kazi, eneo fulani la huduma. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza na naamini kwamba mmenielewa. As long as you are finding more spiritual knowledge, make sure you also find this practical knowledge for your own success. La sivyo tutakosa fursa, tutapoteza fedha, tutapoteza kuaminika kwa sababu tu hatuna maarifa ya utendaji kazi mzuri. Maarifa ya rohoni tunayo, lakini utendaji kazi ni bure. Mwisho wa siku tutashindwa kufanikiwa. Mungu awabariki sana.